unajua mpango wetu tumefanikiwa. Na mganga alisema kwamba tukifanikiwa turudi, tukampe shukrani. Ni kweli. Inabidi iwe hivyo. Maana hata wewe mwenyewe umeona. Mpango umetiki. Enjoy life tunavyotaka. Sawa. Natakiwa tuende. Sawa, tunaenda lini? Tutaenda hata kesho. Sasa kijana, lengo langu kubwa wakati ninapita hapa, kiukweli nimesikia na uhiwa ndani ya moyo wangu ya kwamba kijana wa sasa hivi unakuwa umekaa katika mawazo, unawaza tena, unashangaa kitu unachowaza. Maskini ya Mungu wetu, tunawaza mwanamke, mapenzi. Oh, haleluya. Sikiza nikwambie, ulishaambiwa na kumbuka sasa, yule binti ameshakwambia kama hakutaki, lakini umekuwa umekaa unapoteza muda wako. Sasa hivi hatuwazi mapenzi, sasa hivi tunawaza ufalme wa mbinguni, kwa sababu huko ndiko tulikoandaliwa. Sawa, tazama maandiko matakatifu yamesema katika ile Yohana Mtakatifu 16 mstari wa 9, amesema tazama ilipo vema Mungu ameupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie aweze kupata uzima wa milele. Sasa kijana, umeshaambiwa na yule ashurakiona kwamba upendwi, unakuwa unang'ang'ania. Wewe umekuwa kupe baba. Wewe pastor, sikia nikwambie, mimi mwenyewe nishavurugwa kitambo sana hapa mtaani, hapo ananijua. Sikia wewe, kama ni pastor wako kaambia watu wengine. Haleluya, haleluya. Mimi nipo hapa nafikiria mambo ya baadaye anakuja kueje. Watu wanafikiria sasa hivi kulijenga taifa. Baba, msamehe huyu kwa maana hajui atendalo. Hata katika maandiko yako Baba umesema. Kesho. Au unaonaje? Ni sawa, ila usije kawa na mambo mengi sana afu kesho tena unasema sijui kesho kutwa afu dakika za mwisho mganga aje aanze vituko. Hamna. Yes, yaoni. Nitamdanganya hata anaenda sokoni. Tutaondoka. Basi poa. Fanya hiyo. Poa. Ni mtu mbaya atakapovia katika ubaya, damu ya mtu huyo itadaiwa katika mikono yangu. Sikia kijana, mimi nimekuja kuzungumza maneno mazuri, maneno matakatifu ya Mungu kama jinsi Roho Mtakatifu alivyonieleza ya kwamba Mungu hapendezwi kuona mtu mbaya anavia katika maovu. Mungu anafurahia akiona mtu mbaya anavia katika uzima wa milele. Wewe pastor, sikia nikwambie, nishakwambia nimevurugwa na nishachanganyikiwa. Oh, haleluya. Mimi nawaza mambo ya nyuma na ya baadaye yanayokuja. Umeelewa? Sikia kwanza, tuje nikakuchafua sasa hivi mwenyewe nishachanganyikiwa. Mungu kwanza, pesa baadaye. Halo wewe pastor. Sijui pastor, sijui makatombwa. Sikia sasa nikwambie kitu kimoja. Wewe ondoka zako. Kijana, nishakwambia jikatae. Hawa dawa mimi naijua. Nini? Unachukua mikwajo viatu, piga tu mwanangu. Mdogo ajidai pastor au ndo michongo yao ya kupatia mademu. Shazingua kwa dhani jaza vibe nini? Ila wewe sijui vipi. Wachana naye, tutakutana tena. Mwana dem. Yuko wapi mwanangu? Si yule pale mwanangu dem, ndo mwanangu ndo alikuwa ananichanganya. Maana kila siku mimi na approach namwambia mwanangu, wewe mimi nakuelewa lakini bado hajawahi kunielewa. Mwanangu, mimi mwanangu nataka tupite naye yule binti. Babake. Sasa mwanangu yule demu nikwambie sasa. Mimi mwenyewe kwanza hapa amenikuta msela wangu, yani ile kichizi mwanangu. Alafu hapa sielewi na maupwipu yani kama vipi shega mwanangu. Fresh mwanangu. Tukamalize babu. Tukamalize. Tumekuja na chochote kitu sababu tuliahidi kama tukifanikisha hatutanyamaza. Sipokea. Wakapo kwa nyumba mazio mizimu. Wakapo chini. Sasa nitapata. Hiyo ndo dawa mwisho. Na imani ya mtu yule tena mama mtafanikiwa. Sawa vijana? Sawa, nitakupa itunguli. Utafanya hivi kama ninavyofanya.
So, pokea. Utatumia mambo yote unayotaka. So, fanya kama ninavyokuelekeza. Mganga kizibo. Mganga kizibo. Mganga kizibo. Oya, naomba nimwachie udada kwanza. Kaka nisaidie. Hebu tulia, msaidie nini? Dada usijali kwa sababu roho wa Mungu ameshashuka. Wewe, vipi mwanangu, unamuelewa huyu jamaa? Mimi mwenyewe simuelewi. Wewe. Naomba nimwachie udada kwa sababu. Mwachie kwa lipi wewe? Wewe. Mimi nipo hapa. Wasema naye mwanangu au unazingua? Mwanangu sema naye wewe. Wewe mshike huyo manzi kwanza. Wewe. Watulia babu. Siwezi kutulia kwa sababu mimi nasema hizo nafasi zenu ambazo zimekuwa zinaua adui mchafu. Tunafanya mambo yetu hapa, ona pita na mambo yako, pita na mambo yako. Hayo maswala alishapia tangu enza Farao kule Misri, ndio maana Bwana akamtuma mwanae wa pekee. Mambo ona tutia mapicha ndio. Nipo katika neno la Bwana. Kwa mwanangu vipi? Oa mwachie. Wewe ni mwachie kama vipi mwanangu? Wewe kama nani kusema ni mwachie wewe bana? Sasa nitapa dawa. Nitakuvalisha wewe mwanamke. Sawa? Umeona hii? Hii ni shanga. Sawa? Nitakuvalisha hii shanga. Sasa natakiwa twende kwenye chumba cha mizimu nikakuvalisha hii dawa. Elimu yako au kwenye kifungo cha milele na milele. Bila hii dawa, ile dawa niliyokupa ya kwanza itakwisha nguvu, afa arudi kwenye hali yake ya kawaida. Mganga, hii si shanga hii? Utamvalishaje shanga mke wangu? Labda unipe nikamvalisha mwenyewe. Tulia kijana, usibishane na mizimu. Hili jambo tutamaliza kama tulivyoanza. Usibishane na mizimu kijana, utapotea. Na jambo nayo. Mwachie. Safi sana vijana, mnaweza kukimbia na mbio mnazo. Yaani kama ni kukimbia, mnakimbia kuliko hata treni na miguu. Safi kabisa. Inaonekana mnafanya sana riadha, si ndio? Baba, tumechoka mwanangu bana. Tunataka tusaidie. Bado hamjachoka. Bado hamjachoka. Kwa nini vijana mnakuwa hamna adabu? Sasa shikeni chini. Viboko 10 ndio mnaondoka. Sawa? Naomba tusaidie bana. Naomba tusamee. Niwasamee? Naomba tusamee. Kisha wasamee ndio maana mnaishi, mimi kusamee kwangu. Na huko. Shika chini. Shika chini. Naomba tusamee dada. Nakwambiaje mganga, mimi siwezi kukubali. Kacha 10,000. Mimi napita nayo hii. Hii itakuwa kama malipo alichokifanya, mimi napita nayo hii. Sina hivi vibuni vivunje vunje. Kijana, vitu vingine sio vya kushikashika. Sawa? Rudisha 10,000 ya mizimu. Sawa kijana? Rudisha! Ondoka kuondoka. Ondokeni! Haleluya. Haleluya. Amina. Okay. Ni wewe tena? Kwa nini nani? Nisikilize. Pastor. Hujafanya kitu kibaya?
Tupeane salamu. Mkono wangu siwezi kukupa. Kwa nini? Sikupi mkono wangu. Mkono wangu siwezi kukupa. Kwa nini? Ndio hivyo tu. Mimi naye hatuwezi kupeana mikono. Kwa mimi sina urafiki na wewe. Au si? Ndio. Endelea kuhubiri neno la Mungu. Naenda ndio. Okay.